Kwenye hii movie yetu ya leo inawagusa watu wengi sana kwa sababu hili ni janga. Kuna baadhi ya watu ni janga sana, na leo hii tunagusa kwenye uromantic. Yani, na kuna huyu jamaa ambaye chupu kumpoteza baby mama wake kwa sababu yuko romantic. Jamani, kuandaana, kumkiss baby, kumpa mashamshami yale. Na hii movie yetu inahusiana na masuala hayo. Umenielewa Basi kana mimi leo uone inakuwaje kwaje. Kama wewe upo romantic, utajifunza kitu kwenye hii movie. Mwanzoni kabisa mwa hii movie tunaona kuna hii familia ambayo inaitwa Mnandi sambamba na Bizara. Wana maisha mazuri tu, wana watoto wao, yani nikizungumzia mmoja wa kike na mwingine wa kiume pia. Zara bana na Mnandi ni wafanya biashara, wote wako busy sana. Zara ni mama wa nyumbani ambaye pia muda wote anawaza kutunza familia yake. Yuko simple sana na anapenda kipindi kimoja hivi kwenye TV kinachoitwa How I Love to Be. Yani unanielewa hapo Sasa usiku mmoja kuna muda kalala pia na jamaa yetu Mnandi. Huyu ndo jamaa yetu sasa ambaye jamaa yupo romantic. Anaonekana yuko busy sana kitandani pale. Zara anaingia chumbani na kupanda pale kitandani ili kulala pia, akiwa kajipulizia marashi fulani hivi, ananukia kweli kweli, na kajifanya kama ana story hivi, anamgeukia upande wa pili yule mpenzi wake na kulala. Yani ni wazi kabisa anataka attention na Mnandi. Yani unaona zile pale, yani mdada kama anataka attention, unaelewa haya. Mnandi bana anamtazama sana Zara, naona kabisa kwamba usiku huo kaja kitofauti sana. Yani anamtega, anamwambia Zara, "Oya, unanitega nini? Sijawahi kukuona kama ukijipulizia marashi ya namna hii, yani unanukia sana kama hivi." Zara anamgeukia na kumjibu kwamba amejisikia tu kujipulizia marashi. Mnandi bana anacheka na anamwambia, "Wewe umejisikia wapi kujipulizia marashi?" Zara anajua kabisa wewe sio mambo yako kabisa haya. Unanuka yani vile unanukia vizuri sana. Zara anacheka pale. Basi bana Mnandi anamsogelea Zara na kumpandia kwa juu. Hambusu wala kumtomasa. Zara anamstopisha. Hey. Anamwambia bana, "Oya, subiri kwanza bana." Mnandi anamuuliza, "Nini tena? Unasubiri nini Zara?" Zara anamwambia bana, nataka vitu tofauti sana. Kwanza jamaa pia aanze kumbusu, amshike pale, kumtomasa. Yani anataka foreplay tu, yani sio hivyo bana. Jamaa anakaa juu, anataka anamwaga, alafu kama anasepa kama kila siku tu. Hiyo sio poa. Iko tofauti sana. Sasa Zara anataka romantic, yani uwe romantic sana. Mnandi pale anamjibu Zara kuwa uromantic anaotaka yeye unachukua muda bana. Anamwambia kwamba unajua kwamba unatakiwa niwahi asubuhi dukani, unatakiwa nilale, hivyo uromantic huyo anakuwa kama anakula muda. Huyo mwanetu naye anafeli. Alafu hayo sio kwa ajili tu ya kuweka kwenye moodi bana. Mimi naona kama moodi tayari ninayo. Sasa nini sasa yote yao nifanye? Okay, Zara bana anamwambia kwamba jamaa kuwa yeye anataka pia hayo mambo romantic. Wanakuwa wakibishana pale, anasema poa, fresh. Zara anakubali anambaka pale. Baada ya kufanya vitu anavyoviweka nini, Mnandi pale haelewi wala nini. Atake romantic, basi anaforce pale kimgambo bum. Basi usiku unakuwa umeisha hivyo. Noma sana. Sasa tunaonesha kapo nyingine, kuna jamaa pia anaitwa Alisa, naye yuko na mpenzi wake ambaye anaitwa Lovit. Alisa bana ana wivu balaa. Tunaona Lovit bana anakutana na jamaa fulani hivi anayefahamiana naye, anamsalimia kwa furaha pale, wanaongea naye. Inaonekana pia walikuwa wanajuana miaka mingi sana, wako excited sana kukutana tena. Alisa bana anafika na kutaka pia mpenzi wake aongeleshwe na jamaa mwingine tena. Basi anaanza pia kupaniki pale, anamwambia, "Oya, vipi, mbona kama mazoea sana na mwanamke wangu?" Yule jamaa anashangaa sana, yeye alikuwa pia anamsalimia tu. Basi nazuka zogo pale, Alisa anampiga mkwara pale jamaa wa watu, akimuonya kabisa akae mbali na manzi yake. Yani inabaki tu kidogo tu aanze kuzichapa hapo. Baadaye siku hiyo bana Alisa anamtafuta Lovit kazini kwake na anamrudisha home. Lovit bana anashangaa sana, anamwambia jamaa, "Kwa nini bana akamfuata, mbona nyumbani ni karibu sana na anaweza akatembea tu na kufika?" Alisa anasema kwamba kuwa amejisikia tu kufanya hivyo na kumtafuta na kumrudisha, na kwamba pia hataki mwanamke wake awe anatembea akaonwa na wanaume wengine tena. Yani yote hayo ni wivu tu wa kupitiliza ambao Alisa yuko nao. Basi Lovit pia anaingia kwenye gari na anaondoka. Sasa tunaona
Wanapofika ndani, Alisa anakuwa yuko romantic sana, mara anambusu Ravit, mara anamuhagi, mara anamtomasa. Yani jamaa yuko romantic sana. Anamvua Ravit pale viatu vyake, anaweka kitandani nini pale. Ravit bana mwenyewe anayefanyiwa hivyo anakuwa kama ataki, anakuwa kama analazimishwa, basi anamwambia kwamba Alisa aache bana hayo mambo anayofanya, anataka waoge. Okay, wanakaa anazungumza pale. Ravit anamwambia kwamba Alisa kuwa anasafiri, anaondoka. Alisa anashtuka sana, anamuuliza unasafiri kwenda wapi ghafla hivyo? Anamuuliza kwa nini unakosea na kwanza ukusema hata mapema, pengine tungeenda wote huko. Anamtazama Ravit vizuri pale, anamwambia Ravit huwa ukiniambia unataka kuniacha, unataka uniache na nani? Ravit bana anajibu bwana, hapana, sio kwamba nataka kukuacha, nataka kusafiri tu, wacha niondoke kwa mwenyewe kwenda huko. Inaonekana kwamba jamaa yetu Alisa anampenda sana na hana mwanamke mwingine yoyote vile pale, na anahisi kwamba tamwacha. Sasa Ravit anainuka na kuaga na kuondoka pale. Alisa anashangaa sana, anamuuliza ndio haraka hivyo? Si ungesubiri hata kidogo, maana naandaa wine hapo, mambo mengine romantic kwa ajili yake. Ravit bana anasema hapana, hawezi kukaa kwa ajili ya vitu vyote hivyo, kwa hiyo anahitaji kuondoka na kusafiri. Hiyo safari yake iko karibuni. Tunaona siku kadhaa baadaye Alisa anakuwa yuko kwenye simu, analalamikia rafiki yake kuwa mpenzi wake Bi Ravit tangia asafiri ampigii simu wala akimpigia pia anakuwa tu yani aseme vizuri, yani anaona kama kabisa Ravit anamkimbia. Alisa anamlalamikia pale, anasema hivi, wanawake wanataka nini? Wanasemaje yani? Wanataka mtu ambaye awapende, awe romantic. Yani najitahidi sana kumpenda na kuwa romantic, ila wapi, inaonekana kabisa hataki romantic. Yani wanawake wajui wanataka nini. Rafiki yake anasema hivi, anamwambia kama mwanamke hataki, achana naye bana. Kauli hiyo inankwaza sana Alisa, anagombana naye, anamwambia kwamba kwa nini yeye achane na mwanamke ambaye pia anampenda. Anasema hawezi kumwacha. Tunaona Zara anaongea na mama yake kwenye simu, anamuita mtoto wake Raila na kumpa simu na kumwambia kwamba ongea na bibi yake. Mtoto wake anapoweka simu sikioni kuongea na bibi yake, bibi yake anakata simu. Zara pia ana mind sana bwana, kwa yani tatizo moja tu, wazazi wa Zara hawataki kabisa ndoa kati ya binti yao na Mnandi, yani kwa sababu pia Mnandi ni mtu wa kabila ambalo la Igbo, yani Zara ni mtu wa kaskazini Muusa. Ikifika hatua pia hata bibi yake hataki kuongea na mjukuu wake hata kwenye simu, kwa sababu tu baba yake ni Muigbo, na situation hiyo inamuasili sana na mahusiano kati ya Zara na Mnandi, na ni mahusiano ambayo pia hayana baraka toka kwa wazazi wa Zara hadi hapo walipo hawana ndoa, yani wanaishi tu. Tunaona Zara anaongea na Mnandi kuwa sasa hivi ni wakati mwafaka wa wasafiri kwenda kaskazini. Mnandi pia akamilishe taratibu zote zinazotakiwa ili waoane rasmi. Mnandi bana anaonekana kwamba hayuko tayari kwenda huko, anamwambia yeye bado hayuko kama tayari babake Zara atamtimua sana kama alivyomtimua mara ya kwanza alipoenda kujitambulisha. Anasema anahitaji pesa nyingi sana zaidi ili akaenda huko awaoneshe baba yake kuwa yeye ni mwanaume mwenye uwezo, ndio babake amkubali kirahisi. Yani Mnandi anaamini kuwa ili akubalike ukweni inabidi tu atafute pesa kwa kweli, na hii inaasiri uhusiano wake wa Zara, maana jamaa anakuwa yani yupo tu, anawaza tu kazi muda wote. Sasa ukijulisha yani Zara anahitaji romantic, yani akiwa romantic jamaa freshi anakuwa anafeli sana kwa mke wake, maana mkewe anataka romance fulani hivi. Unajua kwenye mahusiano bado tukizungumzia romance ni kitu fulani ambacho kinaeleweka kweli kweli. Tunaona kesho yake muda Mnandi anaenda kazini, anampelekea mtoto, kwanza anaanza kumpeleka mtoto shule. Zara anataka kumbusu Mnandi ili kumuaga. Mnandi anamzuia Zara asimbusu, anamwambia kwamba no, mtoto yuko hapa bwana, anajua kama akili ya mtoto itachukua hichi kitu ambacho tunafanya atakopi hizi tabia hizi. Zara anakuwa yani disappoint sana, yani vitu vidogo tu kama hivyo yeye anavipenda, ila jamaa havielewi kabisa. Noma. Tunaona Zara yuko supermarket pale anafanya manunuzi, anakutana na Alisa. Kumbe bwana wanafahamiana, wametokea sehemu moja tu, walikuwa pia marafiki sana, wanafurahia kuonana. Alisa bana anamuuliza Zara kama kaolewa. Zara anajibu hajaolewa ila ana mtoto wa miaka 6. Alisa bana aamini, anasema Zara, ulivyo na mahusiano ya kiimani hivyo inakuwaje kama hujaolewa hadi wakati huu hapa? Ana mtoto mmoja tu wa miaka 6 kabisa. Zara pia anamjibu
Alisa kuwa ndio hivyo bana, mambo yako complicated. Basi Alisa bana anachukua namba ya Zara na kumwambia kuwa atampigia. Tunaona Zara na binti yake Raila wako nyumbani wakimbusiana pale, na Mnandi anarudi ili washerekee birthday yake. Wanapiga simu na Mnandi pia anasema kwamba kuwa yuko busy dukani, kuna mteja wanataka mifuko mingi ya simenti siku hiyo, ila anahitaji kuwa atarudi baadaye. Zara bana anasema poa, tunakusubiri. Basi Zara pia na mwanae wanasubiri jamaa atokee. Mtoto analala, Zara anapeleka mtoto chumbani, baadaye Mnandi anarudi. Sasa anaomba msamaha kwa kuchelewa, anasema kwamba nimechoka sana na anaenda kulala. Zara pia anaonekana kwamba disappointed sana. Kesho yake asubuhi Mnandi anaamka na anamkuta Zara katabasamu sana, akimtazama anamshangaa sana, anamuuliza kwa nini unanitazama hivyo? Zara anasema kwamba anamsifia Mnandi kwamba anamwambia yani nasikia raha sana tu kukutazama, yani mtanashati, ukilala pia unapendeza sana. Mnandi anamuuliza mke wake kwa nini anamsifia hivyo, anataka nini? Zara anashangaa sana kujibu, sitaki kitu, na kusifia tu kama ambavyo mimi nataka unisifie wakati mwingine. Mnandi bana anacheka na anasema yani anataka tusifiane tu. Zara anajibu ndio. Mnandi anacheka sana na anamwambia kile kipande chake cha malavidavi anachotazama kwenye movie kinamchanganya sana. Anasema wewe mapenzi yayo kama watoto hayawezi. Bana Zari anaona kama kweli huyu jamaa pia hana idea yote ya mapenzi nini yani. Bana tuvitu kidogo kama hivyo Zara ndio tunapenda. Tunamchanganya sana jamani. Ila sasa Mnandi ndio havielewi. Hii movie ni noma. Tunaona baadaye Alisa anampigia simu Zara, anamwambia kwamba anamsalimia tu kwamba toka amechukua namba hajawahi kumpigia, hivyo ndio amempigia tu kumwomba Zara amsave namba yake. Zara bana anasema poa, atasave namba. Basi Alisa anakata simu, Zara na save namba ya jamaa. Baadaye siku hiyo usiku Mnandi anakaa zake sebleni. Zara anakuja hapo anajikatisha kwa jamaa. Mnandi anashangaa sana, anamuuliza wewe unataka nini? Zara anamwambia kuwa wajibu anasema kuwa wajibu kitu kingine, kuwa anataka siku hiyo wafanye hapo sebleni yani. Mnandi anastuka sana, anamwambia ila hapa ni sebleni vipi? Kama mtu akija akagonga mlango na mtoto akaja sebleni. Zara anajibu kuwa huwa ni usiku sana na hakuna mtu atayekuja hapo, na mtoto amelala fofofu na hawezi kuamka. Mnandi anamgomea kabisa, anasema hataki, kama wataenda chumbani hapa sebleni hataki kabisa. Zara pia anasema kuwa sawa hawatafanya sebleni, basi yeye pia hataki kitu chochote kile huko chumbani. Wanakuwa pia wanalumbana pale. Kesho yake birthday ya Zara na Mnandi anakuwa pia kasahau kabisa hadi anakumbushwa pia. Basi Mnandi anamtoa hauti Zara na watoto wao siku hiyo. Sasa Zara na binti yake wanavaa vizuri sana ili awatoe out. Mara jamaa anapokea simu toka dukani kuwa kuna mteja anataka pia mfuko kama 3,000 ya simenti. Jamaa anapagawa, anaona hiyo ni bonge moja la tenda, pia anaaga, anamwambia lazima awai pesa hiyo hapo, ila atawahi kurudi akawapeleka out. Anakuja kurudi baadaye, muda umeenda sana kabisa. Zara anamwambia kuwa hataki tena kutolewa out, anashapoteza hilo vibe. Kesho yake bwana Alisa anapiga simu Zara pia anamwambia Alisa kuwa alipaswa apige simu jana yake, maana alikuwa ni birthday yake. Alikuwa siku moja tu michosho sana, hakufurahia wala nini. Alisa alisikitika sana, akamwambia kwamba Zara kuwa anataka amfanyie kitu kwa ajili ya birthday yake hata kama siku hiyo ishapita. Zara hata yani hawezi kusita, ila mwishowe anakubali. Tunaona kwamba fresh. Alisa bana anamtoa Zara out, wanaenda mgawani, wanakula, anampa zawadi. Alisa anaona jamaa yuko romantic vibaya sana. Sasa Mnandi anaporudi nyumbani anaona kama zawadi ambayo Zara kapewa, anamuuliza zawadi kapata wapi? Zara anasema kapewa na rafiki yake kwa ajili ya birthday. Mnandi bana anamtazama zawadi hiyo, anaona ni ya gharama sana, na waza anajiuliza nani huyo kamnunulia mke wake zawadi ya gharama. Sasa baada ya kuona mkewe amenunuliwa zawadi, anaenda na yeye kumnunulia zawadi ili kama tu anashindana na huyo aliyempa mkewe zawadi. Anaenda duka moja hivi, anauliza Majuba. Na Majuba anaingia dukani fulani hivi, kuna siku hiyo atamnunulia mke wake nguo kali hivi. Sasa anauliza bei, anapotajua bei anastuka sana na anamwambia mdada wa dukani kwa ajili kwa nini
abaya moja hapa dukani ni gari sana kuliko hata mfuko mmoja wa simenti. Muuzaji anajaribu kufafanua kuwa nguo hizo sio simenti bana, ni vitu viwili tofauti na bei zake tofauti. Pia yeye anauliza tu maabaya, anajua pia bei zake ni abaya tu, ndio hivyo bana. Anasomta sasa kulinganisha na bei za mifuko ya simenti. Sasa yeye haelewi kabisa anatokea wapi. Mnandi anamfafanulia pale kuwa yeye anauza mifuko ya simenti kwa bei nafuu sana na ndogo kuliko bei ambayo anauza abaya. Okay, abaya moja inamuuza yani ni bei kubwa sana. Sasa kama ndio hivyo, basi ndio hivyo tena, abaya ni gari sana kuliko mifuko ya simenti. Anaanza kujieleza pale kwa yeye anasevu pesa kwa ajili anataka kufanikisha jambo la muhimu sana, hivyo anataka punguzo. Yani Mnandi ni baharia kinyama, yani alafu anawaza kusave pesa zake tu kwa sababu anataka siku akienda tena kwa kina Zara awe na pesa nyingi, aweke heshima ukweni. Sasa hata kumnulia Zara wa abaya zuri anashindwa kabisa sababu ya bei. Anaamua tu kuchukulia kitu cha yani kiatu, anamchukulia tu kiatu tena pea moja tu ya bei rahisi sana, ila Zara jinsi alivyo mke mwema pia anapokea mikono miwili na anamheshimu sana mume wake. Sasa katika kumshukuru huko pamoja na furaha zake, Zara anataka kumbusu Mnandi ili mara jamaa anamzuia kabla hajambusu. Zara pia anakuwa disappointed sana na mind sana. Anamwambia vipi, mbona hutaki kubusiana kabisa? Anaona ni tuma. Sasa haya, usiku huo kitandani wakiwa kwenye faraga, Zara pia anamwambia Mnandi kuwa siku hiyo anataka kitu tofauti sana. Anainuka anaenda kwenye dressing table pale na kuinama. Mnandi pia anastuka sana. Zara anamwambia kuwa usiku huo ataki ile staili moja ya kifo cha mende, mnanielewa hapa, anataka hiyo inaitwa mbuzi kagoma kwenda. Mnandi bana anastuka sana. Anasema kwamba majina kabisa Zara, unajua hayo majina ete mbuzi kagoma kwenda nini sijui astakafry. Wewe mwanamke jau sana. Zara anashangaa sana, anaanza kumwambia Mnandi hivi, unajua sisi sio watoto bwana, sisi ni watu wakubwa. Hiyo ni nini sasa ukiwa kama mtu mzima? Kitu gani hicho? Mnandi bana anajibu Zara sexy kayumba Mungu kuwa kitu kizuri sana cha kuenjoy. Sasa ila kwa wewe unavyotaka kugeuza kiwe kitu cha ajabu sana, mimi staki ndani ya nyumba yako, staki sana. Huo ujinga tena unanitoa steam sana. Zara pia anashangaa sana, anamuuliza kwani kipi, mbona kama unakuwa hivyo? Mnandi bana anamjibu kuwa yeye anampenda kwa sababu aliamua tu anavaa majuba na funikia pia kwa mwanamke wa kaskazini, anaheshimu sana, hivyo hawezi kufanya vitendo vya ajabu vya kumshoshia heshima. Sasa Zara anabaki kufadhaika sana. Yeye anajiheshimu ndio, ila pia anampenda hivyo mpenzi wake, na Zara anajiheshimu lakini anapenda sana seksi, ila hasa Mnandi anachukulia kuwa yeye kupenda seksi ni anapenda uuni tu, anakuwa kama anamchanganya sana kisaikolojia mpenzi wake. Zara anaenda kwa Alisa, inaonekana kama anafurahia kampani ya jamaa, wanakuwa pia wanacheza mchezo fulani pale draft, hadi Zara anasahau kabisa kumfuata mtoto wake shule, hadi Mnandi anampigia simu anasema kwamba we Zara uko wapi, mtoto hujamfuata shule hadi saa hizi. Ndio Zara pia anastuka, anatoka mbio na kumwacha Alisa pale. Zara bana anakuta Mnandi kasha mrudisha mtoto nyumbani, anamuuliza ulikopo wapi muda wote. Zara anajibu kuwa alikuwa kwa rafiki yake, alikuwa pia anacheza draft, akajisahau. Mnandi anashangaa sana na anamwambia, yani unacheza draft mpaka unasahau kumfuata mtoto shule? Rafiki wa rafiki gani huyo? Kesho yake asubuhi Alisa anampigia simu Zara. Zara anasema kwamba kuwa yuko njiani anampeleka mtoto wake shule. Alisa bana anasema kuwa anaumwa sana, anajisikia vibaya, anaomba Zara afike kwake amsaidie jambo. Zara anasema okay. Basi Zara anaenda kwa Alisa, anakuta jamaa haumwi wala nini, ila kaandaa tu breakfast moja ya nguvu sana. Anaona kama jamaa anamdanganya, hivyo anataka kuondoka zake, ila mara pindi tu kile kipindi ambacho aliangalia kinaanza kwenye TV. Zara na akiona kwamba hichi kipindi Alisa kuwa ndicho kipindi ambacho anakipenda sana. Alisa anasema kwamba hata yeye huwa anakipenda pia sana kipindi hicho. Zara bana anashangaa kuwa jamaa pia anapenda kipindi hicho. Basi jamaa anamshawishi Zara wakae wakiwa huku wakinatazama kipindi kile wanacho kipenda. Zara nakubali, anaonekana kama anapenda vitu vingi sana vilivyofanana. Baadaye Zara anakuwa karudi nyumbani, ila muda wote anaongea tu na simu na Alisa. Anakuja kushtuka muda umeenda sana, anachelewa kumfuata mtoto shule. Anakata simu, anawahi kumfuata mtoto. Alipofika pale mlangoni anakutana na Mnandi na mtoto pia. Raila
anamuuliza mke wake kwa nini pia anachelewa sana tena kufuata shule. Mnandi pia anahoji kuwa mke wake kama yuko sawa siku mbili hizi, kama hayupo sawa hivi amuelewi muda wote kuwa makini na kumfuata mtoto shule. Siku nyingine Zara yuko mgawani na Alisa wakiwa sasa hivi wanaonekana kama wameshibana. Sasa wakiwa wanatoka mgawani, yule mwanamke wa zamani Alisa Beloved anawaona wakiwa pamoja. Siku nyingine tena Zara anaongea na Alisa kwenye simu, mara Mnandi pia anarudi. Zara anashtuka sana na anaweka simu kitandani na kumpokea Mnandi, anamsalimia na Mnandi mmoja anaanza pia kuzungumza habari yake ya biashara na simenti, jinsi mteja mmoja alivyomzingua pia siku hiyo. Wakati huo Alisa yuko kwake anamsikiliza tu maongezi yao kupitia simu. Naona kama kuwa jamaa alimtia mkewe mastori ambayo haeleweki, mastori fulani vile boring, yani haeleweki. Anaona kabisa akicheza karata zake vizuri anampata Zara, maana jamaa hayuko romantic. Sasa Mnandi anamwambia Zara kuwa apendi kabisa utani kwenye biashara yake, maana anatafuta pesa kumuonesha babake Zara kuwa yeye ni mume hodari sana kwa binti yake. Zara anamwambia kwamba Mnandi asiwe hivyo. Sasa anatafuta pesa kwa ajili ya kumuonesha babake, kwa sababu babake hajawazika, kwa sababu jamaa hana pesa, ila kwa sababu tu Mnandi ni mtu wa kabila la Idigo. Mnandi anajibu kuwa hata kama babake hataki mtu wa Idigo, laiti kama angekuwa na pesa mzee huyo angemkubali tu. Siku iliyofuata Mnandi anafungua kabati la chumbani kwake na kukuta ua jekundu la mfuko kwenye yani analikuta ua jekundu mfuko, yani kwenye mfuko wa nguo za ndani, zile chupi sexy zile. Anastuka sana, anamuita mke wake, anamuuliza hiyo kabatini ni vinini hivyo. Zara anajibu kuwa kajinunulia hizo nguo zake za ndani, au kwa sababu tu anataka wawe na usiku mmoja romantic sana akiwa kavaa hizo. Mnandi bana anasema Zara pia anamuuliza tangia lini umevaa nguo vitu vya ajabu namna hivyo. Nasikitika sana, anasema huyo sio Zara anayemtongoza, yani binti fulani hivi avaagi vitu kama hivyo, yani yeye ni stara sana, sio kuvaa hivyo. Zara anamshawishi sana kwa maneno ya kuongea, anabaki anamtazama tu jamaa. Mnandi anasema kwamba anaenda kuchoma moto hizo chupi na hilo ua. Kesho yake Zara bana yuko na Alisa akitembea barabarani. Zara anamwambia kwamba Alisa kuwa Mnandi amechoma moto zile zawadi alizompa. Tunaona kama kumbe zile chupi lile ua lilikuwa ni zawadi kutoka kwa Alisa, yani jamaa pia anampa bibie zawadi nguo za ndani. Mara Zara pia anamwambia Alisa kuwa anaomba mbusu. Alisa anashangaa sana, ila anashika Zara paji la uso na kumbusu. Zara anafurahi sana. Busu hilo linamfanya Zara ashindwa kabisa kutwa nzima akiwa na furaha sana iliyopitiliza. Ni kama vile tu anawaza kitu cha mbali sana chenye kumfurahisha. Mnandi bana anaporudi anamkuta pia Zara yuko katika hali hiyo, anamuuliza kulikoni, maana siku mbili hizi unaonekana kuwa uko disappointed. Zara anajibu kuwa hapana, ni aina fulani tu ameelewa. Tunaona Zara yuko zake supermarket, anakutana na yule Lavti kwa Alisa. Lavti anamwambia Zara kwa Alisa afaya akipenda mtu huwa anakuwa upset sana, jamaa ana mchuzi wa mapenzi. Hiyo ndio maana yeye alimkimbia, yuko romantic ila ana tatizo la akili. Zara anashangaa sana, anamtazama Lavti, anamwambia kuwa yeye sio girlfriend wa Alisa, hivyo asiwe na wasiwasi juu ya usalama wake. Siku nyingine tena Zara anakuwa yuko na Alisa wakizungumza. Zara anamwambia Alisa kuwa anatamani Mnandi angekuwa kama yeye, jinsi wanavyopendana, yani vitu wanavyofanana hivi. Alisa anaona kwamba hiyo ndio nafasi ya kumpa nyavu zake. Sasa anamwambia Zara kuwa anampenda sana, anataka wawe pamoja, waachane na Mnandi wawe pamoja. Sasa hivi akili inaanguka. Zara pia anaona kuwa kafika mbali sana na jamaa pia anamwambia kuwa anampenda na anapenda kampani yake, kuongea na yeye, kutoka out na yeye, wao ni marafiki tu, hawawezi kuwa zaidi ya hapo. Alisa bana anabadilika ghafla na anaanza kumwambia Zara kuwa kwa hiyo muda wote ule ulikuwa unanitumia tu, nawekeza hisia zangu kwako, yani uwezi kuniacha tu. Zara pia anashangaa na anasema kuwa hawana mahusiano yoyote kati yao. Wanagombana pale, Zara anaondoka kwa kukimbia, maana jamaa ni kama jamaa anamlazimisha mbake na
abakia hapo kwake. Usiku wa siku hiyo Zara pia anakuwa kama hawezi hata kupata usingizi, anawaza jinsi Alisa alivyombadilikia, anaona kama kweli jamaa ni hatari sana, yuko serious sana, anataka mahusiano. Kesho yake Alisa anaingia nyumbani kwa Zara kwa kuforce sana na kuanza kumwambia kuwa hawezi kukubali kumwacha kirahisi. Amewekeza hisia zake. Zara anakuwa kama ana wasiwasi, anamwambia kwamba Alisa kuwa Mnandi yuko ndani amelala, anaweza pia kusikia na kutoka muda wote. Alisa pia anasema kwamba ajali wala nini, anasema tu atoke asitoke. Zara anasema kwamba anampenda pia. Zara anasema ampendi jamaa hata kidogo. Anafurahi sana kwa kusikia hivyo, rafiki yake. Alisa bana anamwambia Zara kama kweli ampendi, kwa nini alitaka kumbusu juzi tu. Kumbe bwana Mnandi alikuwa tayari kashafika hapo sebleni na kusikia malumbano hayo. Alisa anamwambia kuwa Mnandi kuwa Zara aliomba yeye Alisa ambusu, na kwamba Zara anampenda yeye, anamuomba Mnandi amuache Zara ili wawe naye, maana yeye ndiye anayempenda Zara zaidi. Zara bana anampenda yeye, Mnandi anaona jamani kichaa sana, wanakuwa pia wanalumbana pale, huku Zara akizuia wasilumbane, huku akimfukuza Alisa aondoke. Alisa bana anaamua kuondoka zake, anaahidi kuwa atarudi kumfuata Zara. Baada ya Alisa kuondoka, Mnandi anakuwa kama ana hasira sana. Zara anamlalamikia na akimwambia kuwa hajawahi kulala na huyo. Alisa anakuwa kama anashangaa sana na ukaribu naye tu, ambao pia Alisa akautafsiri kuwa ni mahusiano kamili, ila ulikuwa ni urafiki tu kwake yeye. Mnandi anamuuliza Zara huo ukaribu yeye na Zara ni nini, mwanaume mwingine wakati yeye yupo hapo, anamfanyia kila kitu, anakosea wapi? Hatimaye Zara anamwambia Mnandi kuwa yeye ndiyo chanzo cha kila kitu, maana yeye anataka kutritiwa vizuri, na agiwe, abusiwe, atolewe auti. Anataka pia Mnandi awe romantic hivyo muda wote, yani anawaza mifuko ya simenti, hakuna hata romantic kabisa katikati yao. Sasa Mnandi yuko na maneno fulani hivi, yote anaambiwa pia hayaelewi. Anaona Zara pia anamuonea hivi, anamwambia kwa hiyo lawama zote zangu mimi, yani huu ujinga wako lawama, yani wewe ndio unasababisha haya yote haya. Noma sana. Usiku wa siku hiyo Zara anakuwa kaa kwenye mawazo sana, anaona anaharibu uhusiano wake na Mnandi. Sasa kesho yake jioni akiwa anatoka dukani, Zara anashangaa sana Alisa akimfuata na kuanza kumvuta waondoke. Zara pia anakuwa pia ataki, jamaa kweli ni cheese sana wa mapenzi. Watu walio karibu wanaona kama wanaingilia kati wa kumzuia Alisa asifanye hivyo anavyofanya, na Zara anapata upenyo wa kukimbia. Kesho yake tunaonekana Alisa anamvamia tena kwa Zara ili aone naye. Safari hii Zara anamuita polisi, na Alisa pia anakuwa kama chini ya ulinzi. Akiwa anaondoka, askari wanamwambia kwamba Zara, nakupenda Zara, nakupenda sana, nitakupenda daima. Mwisho wa simulizi hii tunaona Mnandi sasa hivi akili yake imekaa sawa, anaongea na Zara, anamwambia kwamba anampenda sana na anataka awe naye kwenye maisha yake. Anasema kuwa yeye alikuwa pia anajua kwamba mwanamke kumpenda au kupenda sana seksi ni uhuni, hakuwa akitaka mke wake awe muone. Zara pia anashangaa sana na kusema kuwa yeye ndio anajiheshimu sana na anajiheshimu pia, ila pia anapenda sex, kwamba Mnandi ndiye mtu sahihi kwake kufurahia mchezo huo. Sasa Mnandi pia anamwambia Zara kuwa basi kama ndio hivyo na natabadilika bana, nitajidi kuwa romantic na mtundu zaidi ili tu nisikupoteze. Anamwambia kwamba alizani pesa na kufurahishia babake vitakuwa ndio vitu muhimu zaidi, ili kwamba akawe mtu faraja sana kwa Zara. Tunaona mwishoni sasa hivi Mnandi kabadilika sana. Sasa ana muda na mkaa na familia yake, hadi anatazama kipindi kile cha TV ambacho pia Zara anakipenda sana. Zara anaonekana pia kufurahi, anaonekana kila kitu sasa kinaenda sawa. Mara Mnandi anapokea simu kutoka kwa babake. Zara anastuka, anahofu kuwa huyo mzee anataka nini. Mzee wa watu anamwambia kwamba Mnandi kuwa kashaishi na binti yake muda mrefu sana, basi heli waende huko ili wakamilishe taratibu zao za ndoa ili wawe rasmi mke na mume. Mnandi bana na Zara wanafurahi sana kuwa hatimaye sasa hivi wazazi wa Zara wanataka kumbless uhusiano wao. Huu ndio unakuwa ni mwisho wa simulizi hii. Sasa katika hii simulizi tumejifunza kwamba watu wengi mnakimbiwa na wapenzi wenu, watu wengi mnasalitiwa na wapenzi wenu kwa sababu hamui romantic. Unakuta mwanamke tu unamchukua boom kubaa, tayari umeshamaliza, maisha yanaendelea. Mwanamke anatakiwa umhagi, umkisi, mwanamke anatakiwa uwe msafi, mwanamke anatakiwa uwe ni mtu fulani hivi ambaye unajiweka poa. Mimi sina mengi ya kuongea, chill next time. Naitwa Tajiwidi, tukutane tena siku nyingine, lakini niwaambie tu msichelewe kwenye grupu la Vigongo 0714437604. Chill next time. Mimi naitwa Tajiwidi. Noma sana hii.